Habari yako ndugu mpenzi mtazamaji. Leo nataka tuangalie madhara ambayo mtu anaweza kuyapata kupitia zinaa, madhara ya kimwili na kiroho. Ipo hivi, Mwenyezi Mungu anasema, na sasa nitaifunua aibu yake mbele ya macho ya wapenzi wake, wala hapana mtu atakayemwokoa katika mkono wangu. Manake Mungu anafunua wale wenye kujificha katika mambo ya zinaa. Sasa madhara ya kutenda zinaa yapo hivi kiroho. Namba moja ni kuanguka au kupoa kwa kiroho, yaani unapoa ndani. Ikiwa ni mtu wa Mungu, ikiwa ni mtu ambaye haujaokoka wala haujachagua Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini kuna roho ndani Mungu ameachia, inapoa. Mambo yako utaona yanawaza mambo ya kishetani, mambo ambayo hayamstahili Mwenyezi Mungu. Anasema hivi, kuanguka kiroho maana yake hivi, kuondolewa kwa nguvu za Mungu juu ya mtu huyo. Umeelewa? Zinaa utaiona kawaida, hata kama ulifanya kwa mara moja ukitegemea kwamba ni jambo ambalo la kujificha, maana utaona ni jambo la kawaida. Jambo jingine ni kuondolewa kwa roho wa Mungu ndani yako. Mtu anapojihusisha na masuala ya zinaa, Mungu humuondoa roho wake mtakatifu ndani yake. Umeelewa? Kama ni mhudumu kanisani, huduma yako haitaleta utukufu mbele za Mwenyezi Mungu. Maanake nadhani kuna baadhi ya watu tutakuwa tunaelewana hapa. Utapoa kihuduma, yani huduma yako haitaenda vizuri. Sasa haya ni madhara yanayofuatana na zinaa. Hiyo ulikuwa unajua au hujui, haya ni madhara ambayo yanasababishwa na zinaa. Utakapoona hiyo hali hiyo, hebu chunguza mwenendo wako. Kitu kingine, utatengwa na Mungu. Katika Biblia tunazosoma hizi, maandiko yanatuambia kuna jina ambalo liko hai ambalo ni jina la Yesu Kristo. Lakini utakapofanya zinaa, roho wa Mungu anaondoka. Kwa hiyo utakuwa ni mfano wa mtu aliyekufa. Ndio maana sasa hivi utatengwa na Mungu. Yote ni sababu ya zinaa. Jambo nyingine ni kutoheshimiwa na Mungu. Nasema hivi katika mstari kwenye Biblia, wasomaji wa Biblia nadhani tutaelewana vizuri hapa. Anasema hivi, utakapoonyesha akili zako, mimi nitadhihirisha upumbavu wako. Wengi zinaa inafanywa ikiwa kwa siri, lakini Mwenyezi Mungu kiroho atafichua, kwa sababu kuna baadhi ya vitu havitaenda sawa. Kijana unayenitazama, naomba rekebisha mwenendo wako, achana kabisa na zinaa, mtumikie Mungu, muone Mungu kwanza katika matendo yako yote, and then mambo yako yote yatathibitika kuwa salama. Madhara mengine kiroho ni kukaa katika gereza la zinaa. Utakuwa mfungwa. Kila tendo atendalo mtu hulitenda katika moyo wake. Umeelewa? Ipo hivi, mtu akitenda kile anachoshurutishwa toka katika moyo wake, sasa ndani ya mtu huyo anaweza akakaa katika magereza tofauti tofauti. Gereza namba moja utakaotekwa nalo, utakuwa ni mtu sio kama ni mwanafunzi, ulianza na mwanafunzi, hautaona mwanafunzi anakutosha. Utataka na mtu wa design nyingine, aidha ni mke wa mtu. Gereza jingine, hautatosheka na hilo gereza. Utaona labda wanaojiuza ndio wako vizuri kuliko. Umeelewa? Hayo ni madhara ya kiroho. Kitu kingine, madhara mengine, utakuwa katika hali ya zinaa, manake utazalisha mbegu ya zinaa. Utapata watoto wewe. Huko utakaokwenda, hao utakaofanya nao zinaa, kuna baadhi watapata mimba, watapata na watoto. Lakini mbegu ya zinaa utakaokuwa umepanda kiroho ndani yao, hawa watoto hawatakuwa wema. Naomba unielewe vizuri, hawatakuwa wema hawa watoto. The way ulivyowatendea mama zao, hawa watoto watadalilika mioyoni mwao, hawatakuwa na utulivu. Wewe utakuwa kielelezo chao. Endapo hawa watoto hawatakombolewa kiroho, manake hawatakuwa na utulivu. Wataona yale uliyofanya wewe baba yao
ni mambo ya kawaida, au wao waliofanya mama yao wataona ni mambo ya kawaida, aidha walifanya kwa maslahi binafsi au kwa bahati mbaya, lakini hawa watoto hawataona ni kawaida, hawatachukulia hili jambo ni jambo baya, wataona ni jambo la kawaida hata kama wataonywa. Umeelewa? Madhara mengine ni kuambukizwa laana. Najua utashangaa mtu anaambukizwaje laana baada ya magonjwa au katika hali ya zinaa. Naomba unisikilize mpendwa, kwani mwanaume ana laana za kwake mwenyewe na mwanamke pia ana laana zake mwenyewe. Umeelewa? Hasa hizi laana za uzinzi zitasambaa kwa watoto. Hawa watoto hawatakuwa na mafanikio mazuri. Zinaa itakapokuwa inawafuata, hawatakuwa kielelezo kizuri katika maisha, manake watu watawachukia. Hebu vuta picha sasa, mtoto wako anatembea na mke wa mtu, aidha jirani yako. Huyu jirani yako atakuonaje? Au anatembea na wanafunzi, walimu watakuonaje? Kwa hiyo hatapendwa na hatathaminika wala hataaminika popote, maana utakuwa umemtengenezea laana maishani mwake. Hayo ndo madhara kiroho, ndugu yangu. Naomba endelea kunifuatilia ili tujue madhara mengine kimwili zaidi. Sio hayo unayojua, yapo na mengi zaidi. Asante kwa kunisikiliza.